Mkaribishe jirani yako, mwambie karibu mtumishi wa Bwana. Karibu nyumbani mwa Bwana. Anafurahi au anajisikiaje? Angalia tabasamu lake, liko vizuri. Haleluya. Watumishi wa Mungu, niwe na neno la kumshukuru Mungu ambaye kipekee siku ya leo imekuwa baraka sana kwetu, kwamba ni siku ya pekee ambayo ulimwengu mzima unashuhudia, wote wanamwamini Kristo. Siku ya leo ni siku kubwa sana, na sisi pia tumeungana na Wakristo wote duniani tukiwa katika maazimisho haya, na ni muhimu sana kuona kwamba wewe ni mtu wa muhimu sana kwa Mungu, na Mungu anatarajia kuona mambo makubwa yakitokea maishani mwako. Haleluya, haleluya, haleluya. Wapendwa watumishi wa Mungu, tunapozungumza Pasaka ni maadhimisho ya ibada maalum takatifu ya kukumbuka huduma ya Yesu hapa duniani katika hali ya mateso, kifo, kufufuka kwake Yesu Kristo. Katika hayo, leo hii nitakuwa na mambo mawili ya kuzungumza. Jambo la kwanza, kwa nini Yesu alifufuka, na jambo la pili, matokeo ya kufufuka kwa Yesu. Wapendwa watumishi wa Mungu, katika kipengele hiki cha kwanza ambacho kinaeleza kuhusu habari ya Yesu, kwa nini Yesu alifufuka, tunayapata mambo machache ambayo yanathibitisha kwa nini Yesu alikufa. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu alifufuka, lakini kuna mambo ambayo Mungu anataka tuyajue sisi tulio katika kipindi cha sasa. Tufungue Injili ya Yohana sura ile ya 20 kuanzia aya ile ya kwanza mpaka aya ya 9. Injili ya Yohana sura ya 20 aya ya kwanza mpaka ya 9. Lakini unaweza kusoma aya ya kwanza mpaka ya 18. Maandiko yanasomeka hivi: hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imesongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kabrini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Watumishi wake Kristo, kama nilivyotangulia kusema ya kwamba maandiko haya yanatujuza kwa habari ya mambo makubwa mawili, lakini jambo kubwa ambalo tunaliona hapa, kwanza, yule mwanamke anakwenda kaburini, anakuta Yesu hayupo. Lakini ule mstari wa 6 unasema watu hawa walikuwa bado hawajajua ya kwamba Yesu atafufuka. Ndio maana mstari unasema kwa maana hawajalifahamu
lile neno, kwamba andiko linasema ya kwamba imempasa kufufuka. Kwa hiyo sitazungumzia sana mazingira ya hii aya ya kwanza mpaka ya 18, lakini nitazungumzia ile aya ya kwanza na ile ya 9, ambayo sasa tutazungumza kwa nini Yesu alifufuka. Kwa hiyo yale mambo ambayo tutakwenda kuyazungumza kipengele cha kwanza, jambo la kwanza ni kuthibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Injili ya Yohana 10 aya ile ya 17 na 18. Aya ile ya 17 na 18. Maandiko ya matakatifu yanasema hivi: ndiposa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Watumishi wake Kristo, huu ni uthibitisho ya kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Na jambo la pili linalothibitisha kwamba ukweli wa maandiko kwamba Yesu alifufuka. Zaburi, tunaweza kusoma Zaburi 16:10, lakini leo tutasoma Injili ya Yohana na Matendo ya Mitume sura ile ya 2:31. Tufungue Matendo ya Mitume badala ya Yohana. Matendo ya Mitume 2:31. 2:31. Maandiko matakatifu yanasema hivi: yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Haya yote tunaona ni uthibitisho ya kwamba Yesu huyu alifufuka. Lakini jambo la tatu linalothibitisha mauti yake katika hali ya ukombozi kwa mwanadamu, Warumi 6 aya ile ya 4. Warumi 6 aya ile ya 4. Maandiko matakatifu yanatujuza jambo hili: basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Ni maneno ambayo yanatukumbusha na ya kwamba hakika katika Kristo Yesu na katika mauti yake tunabatizwa, na katika mauti ya Yesu Kristo inatudhihirisha ya kwamba tunapobatizwa maana yake tunazama kama Yesu alipozama kaburini na siku ya tatu kufufuka tena. Haleluya! Huo ni uthibitisho ya kwamba Yesu alileta ukombozi kwa njia ya mauti. Na jambo la 4 linatuthibitishia ushindi wa Kristo na nguvu zake za dhati kwa ajili ya dhambi katika maisha yetu ya kila siku. Katika maisha haya tunayoishi hapa duniani, tunashuhudia ya kwamba Yesu alishinda kifo na mauti, na kwamba Yesu Kristo aliyeyatoa maisha yake kwa ajili yetu, na sisi leo tunajua ya kwamba hakika kile kilichotamkwa na kusemwa na manabii na mitume, na hata sasa sisi wenyewe tuko hapa tunashuhudia katika maisha yetu ya kwamba ni kweli kabisa ya kwamba Yesu alishinda kifo na mauti, na nguvu zake alizo nazo na nguvu zake ambazo alikuwa nazo, alishinda dhambi. Kwa hiyo mwanadamu naye anapaswa kushinda dhambi, naye Mungu atamsaidia katika jina la Yesu. Pamoja na haya yote ambayo tunathibitisha ya kwamba Yesu alifufuka kweli, tunaweza kuzungumzia katika hali ya maisha yetu, katika hali ya kufa. Na hasa wengi huwa tunazungumza tu kufa, lakini mtu amekufa amefufuka. Lakini tunapozungumza hali ya kufufuka ni hali ya kurudi kwenye uhai baada ya kifo, ambapo nafsi au roho inaungana tena na mwili na kuishi milele.
Na katika hilo tunaweza kuona tofauti katika ufufuo wa muda mfupi. Kwa mfano, tunaona ufufuo wa Lazaro. Ukisoma katika ile sura ya 11 katika Injili ya Yohana, tunaona Yesu anamfufua Lazaro. Na Lazaro anapofufuliwa ni kwa sababu Yesu alitaka kuonyesha uwezo wa Mungu na mamlaka ya Mungu juu ya kifo, kwamba anayo mamlaka hata kufufua wafu. Lakini Lazaro alipofufuka alikufa tena baadaye. Mwambie jirani, alikufa tena baadaye. Kwa sababu kufufuka kwake huko kulikuwa ni kwa muda. Lakini ule niliyosema ni kwamba mtu anapompa Yesu maisha yake, kwa hakika maisha yake yatakuwa salama hapa duniani na hata baada ya kufa hapa duniani. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, unapaswa kufahamu ya kwamba maisha yako ni ya thamani, na Mungu anataka aone kutoka kwako itikio la dhati katika moyo wako ya kwamba Mungu amekupa maisha hapa duniani. Tumia nafasi yako vizuri katika maisha yako hapa duniani, katika utumishi wako kwa Mungu, lakini pia utumishi wako katika jamii, lakini utumishi wako kwa familia yako. Tumia hiyo nafasi vizuri, kwa sababu Mungu anakusudia kuona matokeo makubwa katika safari yako ya maisha unapomtumikia hapa duniani. Anataka kuona matokeo mazuri ya namna ya kumtumikia Mungu. Moyo wako na ibada yako kwa Bwana ni kwa namna gani unaweza kujitoa kwa ajili ya Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata hivyo, watumishi wa Mungu, tunapozungumza kwa habari ya kufufuka kwa Yesu, kipengele cha pili ambacho kinasema matokeo ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Matokeo ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Jambo la kwanza ambalo tunalipata ni kutimilika kwa misheni yake Yesu Kristo ya wokovu kwa mwanadamu. Katika hili inathibitisha upendo wa Mungu usio na kipimo cha kibinadamu, kwamba hakuna mtu yeyote awezaye kupima upendo wa Mungu ambao yeye aliutoa kwa mwanadamu, ya kwamba mimi na wewe tunaishi leo ni kwa sababu Mungu ameonyesha upendo wa dhati, ya kwamba tazama vile ambavyo wewe unavyopendana na mwenzi wako, vile unavyompenda yule unayetarajia kumuoa, vile unavyowapenda jirani zako, vile unavyompenda huyo jirani yako au ndugu yako, vile unavyowapenda watoto wako. Mungu ni zaidi ya upendo huo ulionao. Yeye ameonyesha upendo usio wa kawaida, upendo unaofikia hali ya mauti. Ni upendo wa namna gani Mungu aliotoa kwetu? Ni upendo wa jinsi gani ambao ukisoma pia katika Waefeso 1 mstari ule wa 7, Waefeso sura ya 1 ule mstari wa 7, maandiko yanatukumbusha jambo hapa, ya kwamba katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake, naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Sasa unaona, katika damu ya Yesu Kristo, maanake katika mauti ya Yesu Kristo, maanake katika mateso ya Yesu Kristo, ya kwamba mimi na wewe, Mungu anathibitisha ya kwamba alinikomboa mimi na wewe, ya kwamba leo tunaweza kusherehekea sikukuu kama hii kwa sababu Mungu ameachilia neema katika moyo wangu na wako. Haleluya! Mungu wa mbingu na nchi huyu peke yake amestahili, kwa sababu pendo lake halipimiki kabisa. Lakini pia jambo la pili katika tendo la kufufuka kwa Yesu, tokeo lingine la nguvu ni kuleta amani kwa watu wote, na hasa kwa wote wanaompenda au wanaompendeza Mungu. Wafilipi 4 mstari ule wa 7, maandiko yanatukumbusha hivi kwamba na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu.
Sikiliza, hakuna amani ambayo mtu anaweza akaitafuta na hata ikamtosheleza mtu mwingine, lakini amani peke yake ambayo Mungu ameitoa kwa ulimwengu, hakuna mtu yeyote awezaye kuwa nayo isipokuwa Mungu aliyeketi katika kiti cha enzi. Ndiye anayeachilia hiyo amani, akileta amani katika moyo wa mtu. Huo moyo wa mtu unapata amani, na amani atakayokuwa nayo itasababisha kuleta matokeo ya furaha katika safari ya maisha yake. Hata kama atakuwa katika mazingira ya dhiki, lakini ile amani ya Kristo itaamua ndani yake, kwa sababu inaleta furaha, inaleta kicheko, inaleta kuchangamka, inaleta kufikia malengo mazuri ya kumtumikia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu amani ya Mungu ni tofauti na amani ya wanadamu. Ulimwengu umejitahidi kutafuta amani katika kutengeneza meza, wakae pale katika masuala ya kidiplomasia, wanakaa pale ili kuhakikisha amani inatowekwa katika mataifa. Unaweza ukaona kwamba hawajaweza kufanikiwa kama Mungu hakuingilia kati. Haiwezekani mpaka Mungu wa mbingu alete hiyo amani, hapo tutaona matokeo ya kweli. Hata mataifa mengine yataona amani, kama vile watu ambao waliomtafuta Mungu, waliotafuta amani wakaiona. Ni kwa sababu Mungu ameruhusu amani katika maisha yao. Na ndio maana hata tunapoona leo mapigano katika Mashariki ya Kati, tunahitaji kujua ya kwamba tunamhitaji kumwambia Mungu mwenye amani apeleke amani Mashariki ya Kati. Tunahitaji kumwambia Mungu alete amani kule, lakini pia hatuwezi kuomba kwa ajili ya Mashariki ya Kati kama wewe mwenyewe moyoni mwako huna amani. Ni lazima amani ianze moyoni mwako kwanza. Haleluya! Ni lazima ianze kwanza kwako. Bila hiyo huwezi kumwambia mwingine amani. Huwezi kusema amani iwepo katika nchi wakati wewe mwenyewe huna amani nyumbani kwako. Tafuta amani kwanza, halafu uende kwa jirani yako mtakie amani. Na ndio maana Yesu kisha alisema, takianeni amani. Mwambie jirani, nakutakia amani ya Kristo. Ndiyo maana maandiko yanatukumbusha katika haya. Yesu anasema takianeni amani, maana amani ni mafanikio, amani ni ustawi katika maisha. Ukiwa na amani, hakuna jambo linashindikana, hakuna kitu utaferi ukiwa na amani katika maisha yako, maana siku zote utaishi chanya. Mwambie jirani, utaishi chanya siku zote. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka nikwambie jambo hilo, fikiri sana. Mungu anafanya mambo makubwa katika ulimwengu. Hilo lilikuwa ni jambo la pili. Lakini pia jambo la tatu, mabadiliko ya ndani yaliyoleta uamsho wa kutangaza habari njema za Yesu Kristo kwa mataifa yote. Unaweza kusoma Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya ile ya 8. Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, na mistari hiyo tumeisoma mara nyingi sana. Aya ya 8 inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwamba Yesu anapofufuka anaachilia upako, na ndio maana Yesu alipofufuka aliwaambia watu wale ya kwamba msiondoke hapa mjini. Mwambie jirani, usiondoke mjini. Aliwaambia msiondoke mjini mpaka mtakapovikwa ule uweza na nguvu ya Mungu, ambayo hiyo nguvu itakapowajilia itawafanya ninyi muwe na ujasiri wa kutangaza habari njema za ufalme. Na katika jambo hilo, Roho Mtakatifu alipokuja, alipowavuvia katika ile nyumba, yapata watu 120 hivi, watu wote waliopokuwepo katika ile nyumba wakajazwa na Roho Mtakatifu, na nguvu za Mungu zikawa juu yao, na wao wakaanza kunena kwa lugha, na hatimaye wakaanza kuvuka mipaka ya maeneo yao,
kama Yesu alivyosema ya kwamba mtaanza na Yerusalemu. Wakaanza kutangaza habari njema, na watu wengine walipowaona wakasema, tazama watu wale wamelewa, tazama watu hao wamekunywa asubuhi. Lakini mwanaume mmoja akasimama akasema, hasha, nataka niwaambie wanaume wa Yerusalemu, tazama watu hawa hawakulewa, watu hawa wamejazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, na ndio maana hawawezi kunyamaza, kwa sababu neno la Bwana liko ndani yao kwa ajili ya watu wengine. Haleluya, haleluya. Sikiza nikwambie, mtumishi wa Bwana, Roho Mtakatifu akiingia ndani yako huwezi kutulia tena. Ni lazima utatoka kwenye mipaka ya nyumba yako, na utaenda kutangaza na mahali pengine. Utamtangazia na jirani, utamtangazia na yule wa pili, utamtangazia na yule wa sokoni. Neno la Bwana litatangazwa kwa nguvu. Haleluya, haleluya. Sikiza mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie, Roho Mtakatifu asipokuwa ndani yako utakuwa butu maishani mwako. Kwa hiyo jilinde na uwe na nidhamu ya kwamba hata ukitegea, iko siku utalipa. Mwambie jirani, utalipa tu. Mwambie tegea sana, mtumishi wa Bwana. Jambo la tatu, kuonyesha upendo kwa jirani yako, na hii itathibitisha upendo wa kweli katika maisha yako. Katika jambo ambalo Mungu ametupa kama mtihani ni kumpenda jirani. Jambo linaloanza kwa watu wa karibu kabisa, wewe mwenyewe na mme wako, wewe mwenyewe na watoto wako, wewe mwenyewe na wanaokuzunguka, wewe mwenyewe na wenzako kanisani. Angalia maisha yako, je, yanashabihiana na hayo ambayo ninayosema? Na ikiwa una upendo wa dhati, hakika wewe unampenda Mungu. Jambo la kwanza ni lazima ujue kumpenda jirani ni agizo na ni amri ya Mungu, kwamba hapa uchagui, na pia huwa hatuchagui jirani. Haleluya. Ulikuta tu jirani yuko na wewe, ama alikukuta ama ulimkuta. Jirani hatuchagui. Wakati mwingine unaweza kuchagua jirani mmoja pale ambaye ni mume wako au mke wako, hao ndio tunachagua, maana si ulichagua wewe alafu akawapatia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao wengine ukweli tunawakuta. Nataka nikwambie kitu hivi, penda jirani yako sana. Hakikisha unajenga mahusiano yako mazuri na huyo jirani, maana hujui ni nani atakayekusaidia katika siku za usoni. Hufahamu ni nani atakayekutia moyo katika siku zako za shida. Hujui ni nani atakayekutia moyo wakati ule ambao unahitaji kushikwa mkono. Hujui ni nani atakayekushika. Kumbe unaweza ukaleta mzaha na ukaleta mchezo, kumbe yule ambaye alikuwa ndio jirani yako ndiye angekushika mkono, angekupeleka hospitali siku moja wakati umeshindwa, angeweza kukushika mkono wakati huwezi kuamka tena. Na leo nikwambie, penda jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. Hakikisha maisha yako yanatengenezwa katika mazingira ya kwamba huyo jirani uliye naye, huyo mtu uliye naye, ungelijua mawazo anayowaza, usingeketi naye, kwa sababu yamkini anayokuwazia ni kinyume kabisa na mambo ya ibada. Mwambie ni siri, mtumishi wangu, mwambie siri ya moyo. Laiti Mungu angekuwa anayafunua hivi ya kwamba unayekaa naye unaona anayowaza, mimi nakwambia kila mtu angekaa kama vitu hivyo unakaa kipindi cha corona, ili kwamba asikusane naye. Haleluya. Ili kwamba tu wanao wakae mbali naye kidogo. Lakini neema ya Kristo inapotugusa, tunajikuta tuko na jirani tunacheka, tuko na jirani tunatembea pamoja, tuko na jirani tunaenda Sunday school, tuko na jirani tunaenda kanisani, tuko na jirani tunaenda sokoni, tuko na jirani tunafanya biashara, tuko kwenye mambo mazuri ya kijamii, tuko pamoja kwa sababu tunapendana. Mwambie jirani, sitaacha kukupenda katika jina la Yesu. Kwa hiyo ni sharti na ni amri ya Mungu kwamba ni sharti kupenda. Hili ni agizo, wala usije kufikiri ni utaratibu fulani hivi umewekwa. Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Anasema amri ya pili fananayo nayo ni hii, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Amri zote 10 zimeishia hapo. Mwambie jirani, ni mambo mawili duniani. Mwambie jirani, ni mambo mawili duniani, kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Full stop. Mwambie nukta kubwa. Haleluya, haleluya. Jambo lingine
La tatu nafikiri la mwisho, la nne la mwisho, ni kuwa na moyo wa msamaha na hali ya kuachilia ndani. Itikio lako liwe msamaha. Mwambie jirani, vipi una msamaha? Huwa unasamehe watu wengine? Katika mambo ambayo yanaleta shida kwa watu ni vile mtu anaweza kushindwa kusamehe. Ni vile mtu anaweza kushindwa kumsamehe mume wake kwa sababu tu jana hakumpa chochote kitu, hakumpa fedha akajiandae kidogo kichwani, hakumpa chochote kitu cha kuandaa kuku wa leo, hakumpa kitu. Kwa hiyo hawezi kumsamehe kwa sababu tu ya ile dogo tu. Mwambie jirani, mbona dogo kabisa ile mtumishi? Lakini mwingine hakuweza kusamehe kwa sababu tu alisikia habari fulani ambazo hakika hazikumpendeza. Hayo mambo yote ambayo ameyasikia hawezi kuachilia. Sikiliza, tunasamehe kwa sababu yetu binafsi. Mwambie, nasamehe kwa sababu yangu binafsi. Humsamehe kwa sababu kumuonea huruma, unasamehe kwa sababu ya nafsi yako. Mungu anataka kuona unasamehe. Watu wanasema usiposamehe hutasamehewa. Kwa hiyo sheria ya Kristo ni kwamba ukisamehe na wewe unasamehewa. Kwa hiyo ni heri usamehe, ni heri umsamehe jirani yako, alafu usimsamehe tu, samehe na kuachilia, ili kesho mshikane mikono, mtabasamu pamoja, muhagiane tena kesho. Mwambie jirani yako, aisee, sitaacha kukuhagi tena kuanzia leo. Haleluya, haleluya. Na jambo la tano, jilinde na chachu ya tabia ovu za uongo, uchonganishi, usaliti, ufisadi na mambo mengine ya unafiki, kwa sababu tabia hizi hupelekea mauaji ya kiroho na kimwili. Hakika hatujawahi kuona mambo ya namna hii. Na tena mbali nikwambie hivi, watakupigia saruti, wanasema hivi ya kwamba Mungu ni wa ajabu, tena watalisifu jina la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu wataona namna anavyoweza kuwabeba watu kutoka chini na kuwapeleka juu, anavyoweza kuwaketisha waliokuwa mavumbini kukaa pamoja na mfalme. Huyo ndiye Yesu ninayemsema hapa, aliyefufuka na anaishi. Huyo peke yake ndiye anayeweza kukutoa hapo mahali ulipokwama, mahali ambapo hakika watu wengine wamesema umeshindikana. Hujashindikana kwa Yesu, umeshindikana kwao, lakini kwa Yesu wewe umewezekana, katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako tuombe. Katika mambo ambayo unahitaji kufahamu, na kwa neema ya Kristo Yesu, katika Pasaka hii, Roho Mtakatifu asikupite. Usinipite Mwokozi. Waimbaji naomba tuimbe, usinipite Mwokozi. Tushike maiki tuimbe, usinipite Mwokozi vizuri. Yule mwimbishaji ameenda. Tafadhali, usinipite Mwokozi. Imba pamoja na ile praise tafadhali. Ninapoendelea kuzungumza hiki, sikiliza, Roho Mtakatifu yuko kazini. Na katika haya ndani kwambie, ufufuko wa Yesu Kristo, hata waliokuwa makaburini. Nataka nikwambie kitu, usije ukafikiri wewe ni peke yako tu unapitia shida. Walikuwepo watu makaburini, na makaburi yaliwaachia baada ya Yesu kufufuka. Anasema hivi, watu wanasema kule Yerusalemu wakaona watu wanalandalanda mjini. Watu wale walikufa zamani, watu wakaanza kushangaa, tunaona mambo ya ajabu yametokea mjini. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wamefufuliwa, kuna watu wametoka makaburini, makaburi yameachilia. Yesu alipokuwa anatoka, na hao watu nao wakachomoka, na wewe utachomoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Beti moja tutaimba. Oh, haleluya. Oh, yes.
weka mkono wako kifuani kwako, na kama ndani yako unajisikia kusonga mbele yako, unaweza kuja tu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako, kwa neema yako, kwa neema yako. Wewe unaweza kuja mbele, njoo mbele, sogea mbele, unaweza kusogea. Tuendelee kuimba taratibu kidogo kidogo. Wewe ndiwe Mungu peke yako unayenipenda, ambaye uko tayari kuniinua tena kutoka mavumbini, kutoka matopeni. Uko tayari kunisaidia na kuniokoa na kuniponya katika jina la Yesu. Ninakuhitaji wewe peke yako uliye mwaminifu, wewe peke yako uliye mwema. Ninakuhitaji wewe Yesu katika safari ya maisha yangu. Naomba Bwana unisaidie kutembea katika njia za Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unapoendelea kutafakari, tafakari Yesu alivyoteseka na kupata shida kwa ajili yetu. Unaishi kwa sababu ya neema ya Kristo, si kwa sababu ya matakwa yako umekula vizuri, ila ni kwa sababu Yesu Kristo anataka wewe uwe wake, na anataka wewe umtumikie kwa uzuri. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako na kwa upendo wako. Umeniona tokea mbali, umenichunguza tokea mbali, umenijua na njia zangu. Bwana Yesu, nasogea mbele zako wakati huu. Ninakuhitaji Yesu katika safari ya maisha yangu, niuone uzuri wako na baraka zako katika safari ya maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, wokovu wako uingie ndani yangu katika jina la Yesu. Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa ajili ya maisha yangu. Naomba neema na baraka zako zinijirie katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Peke yako umestahili, na ndiyo maana Bwana nimesogea mbele ya madhabahu hii. Bwana, naomba usiniache, usinipite katika safari yangu, katika mipango yangu. Usinipite Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo. Ninakwenda kuomba kwa ajili yako, na ndani ya moyo wako endelea kuomba sana lile unaotamani Mungu akutendee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nami ninasogea kwenye hii madhabahu. Ninawaleta watoto wako Bwana, ambao Bwana umesogea mbele zako wakati huu katika ibada hii. Wewe peke yako ni Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema yako ya wokovu na neema yako Bwana ulioachilia kwa ajili yetu, ulioachilia kwa ajili ya ulimwengu. Baba, inakugusa katika ibada hii. Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, ninaomba neema yako ikaguse watoto wako hawa kwa jina la Yesu, walioka hapa na waliosimama huko nyuma, kwa jina la Yesu Kristo. Mahali popote, Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, wewe unayetenda miujiza, ninaomba baraka zako zikaguse popote walipo. Bwana, kwa neema yako Bwana, kaguse moyo wake kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, pokea nguvu ya Yesu kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea nguvu ya Yesu Kristo, pokea neema, pokea baraka, pokea uwezesho kwa jina la Yesu, pokea nguvu kwa jina la Yesu, pokea mamlaka kwa jina la Yesu, pokea nguvu kwa jina la Yesu, pokea uwezesho kwa jina la Yesu, pokea nguvu kwa jina la Yesu. Wewe peke yako ni Bwana unayetenda miujiza kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uwezesho kwa jina la Yesu Kristo. Peke yako ni Mungu unayetenda miujiza. Tunasema asante Jehova kwa kuwa unatupenda. Wewe ni Mungu peke yako, ni mtakatifu. Ninaomba uguse mkutano wote Bwana. Baba, tuna mahitaji mengi,
Katika hayo Mungu, tunahitaji uzima wa milele na maisha hapa duniani. Ulisema mara 100 duniani na pia mara 100 mbinguni, na sisi Bwana tutakuwa pamoja na wewe kama warithi pamoja na wewe, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, ametenda maajabu, ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Makofi mengi kwa Yesu wetu mzuri. Ongeza tena vigelegele vingi kwa Yesu. Asante sana.